Hivi kulia na kuomba na kutoa makamasi na kuambia Mungu nisamee, hiyo ndio toba. Hiyo sio toba. Hiyo ni kusema sio toba. Kwa sababu gani? Katika ugonjwa, wakati mtu anapokuwa na ugonjwa wa baridi, anatoa makamasi, anakohoa, anasikia kutetemeka. Lakini hiyo yote ni ugonjwa wa baridi ama dalili za ugonjwa wa baridi? Dalili za ugonjwa wa baridi. Na unapoenda utibiwa dalili, tuseme umeenda hospitali, uko na baridi ndani ya mwili, upewe nini? Upewe mara moja ya kutuliza kichwa, upewe nyingine ya kumaliza kutoa makamasi, upewe dawa kama hizo, utapona? Utapona. Kwa sababu unaenda kuna virus ndani ya mwili. Na ili baridi kuondokea, kwanza virus ikitoka baridi itakuanza. Lakini ukitibu dalili bado baridi itabaki kwa mwili. Kwa hivyo hizi ni kama dalili. Hizi ni dalili za kuonyesha moyo kuna dhambi. Unapotubu ulevi, hii ni dalili. Hii sio dhambi yenyewe, hii ni dalili ya kuonyesha moyo una dhambi. So wrong repentance ni kutubu dalili. Ni kama daktari anajaribu kutibu dalili wala si ugonjwa wenyewe. That's why every religious wanafundisha watu kwamba kutubu ni kuomba msamaha. Kutubu si kuomba msamaha. Praise the Lord. Amen. Wakati Yohana alipokuwa anabatiza watu walikuja wanaomba msamaha. Anawabatiza kwa maji. Lakini walitoka kwa maji wakiwa watakatifu ama wenye dhambi. When they confess their sin. Maana unasema wakaya kwa Yohana wakaungama dhambi. Wao wanakuja kwa Yohana. Wanamwambia sisi tulikuwa waizi na tumekubali sisi ni waizi na hatutaiba tena. Anawasukua, anawabatiza kwa maji. Sasa anapowabatiza ni watakatifu ama ni wenye dhambi? When they confess their sin, wametubu dhambi zao, lakini bado ni watakatifu ama ni wenye dhambi? Ni wenye dhambi. Ndio maana Yohana alikuwa anawaambia nawabatiza kwa maji, lakini kuna mwingine atakuja nyuma yangu, atawabatiza katika Roho Mtakatifu. Yohana alibatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Lakini akasema kuna mwingine anakuja nyuma yangu, atawabatiza katika Roho Mtakatifu. Praise the Lord. Ubatizo wa Yohana ulikuwa ni wa kuungama dhambi zao. Lakini ubatizo wa Yesu ni wa msamaha, remission of sin. Praise the Lord. Tuko pamoja? Are we together? Yes. So, tunapoangalia sasa Sauli, Biblia inasema ya kwamba kwani kuasi ni kama dhambi ya usawi. Praise God. Amen. Si watu wanaenda ibada wanafunga wasawi. Wanafunga nani? Wasawi. Lakini mtu atii neno la Mungu na msawi kuna tofauti. Unajua katika Biblia msawi ni nani? Msawi ni mtu ambaye atii neno la Mungu. Leo hii kila mtu ambaye anasema yeye ni mwenye dhambi, si amekataa kutii neno la Mungu? Sasa kwa Mungu ni msawi ama si msawi? Ni msawi. Kwa sababu mimi nasema kwamba kuasi ni kama dhambi ya ushawi. Praise God. Amen. Kwa hiyo ukiangalia dhambi ya Sauli ni nini? Sauli amebeba wanyama kutolea Mungu dhabihu. Lakini mwisho wake Mungu anasema nini? Hebu tuendelee kusoma tusikie. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana. Yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Naye amekukataa usiwe mfalme. Kwa nini Sauli alikataliwa? Sauli alikataliwa kwa sababu aliiba, alifanya uzinzi, alitukana mtu, lakini amekataliwa na Mungu ama yakataliwa? Kwa sababu gani? Akona uasi ndani yake.
Na watu wengi siku ya mwisho watakataliwa na Mungu. Na si kwa sababu walifanya mabaya. Walitenda mambo mazuri, walitoa mapepo, wakafanya miujiza, wakaponya magonjwa, lakini mwisho Mungu anawaambia si wajua. Watakataliwa na Mungu. Kwa nini? Yesu amefanya hayo yote, lakini they are rebellion against God. Wako kinyume na Mungu. Kwa sababu already hawajaamini neno la Mungu. Neno la Mungu linasema ya kwamba kwa toleo moja ametukamilisha hata milele. Mungu kupitia Kristo Yesu aliyetolewa msalabani alituosha dhambi. Praise God. Amen. Ya kesho imeoshwa ama iko? Praise God. Amen. 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 Unajua watu wengi wanafikiria hivi. Dhambi ndio asili ya Adamu. Lakini ya oso ndio tunaomba msamaha. Praise God. Lakini damu ya Yesu inaosha dhambi tu ya mazaa ya siku moja ama ni ya milele? Milele. Hebu tuangalie Ibrania 10